kutoka idara ya wanachama chini ya kaka yangu Ibrahim Samuel, mwezi huu wa 12 idara ya wanachama ikishirikiana na idara ya habari tutakuwa tunatembelea matawi yetu ya hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani. Lakini tunapowatembelea tutakuwa tunatengeneza mechi za kuchezwa tawi na tawi. Mshindi tutakuja na zawadi sisi. Kwa hiyo kwenye level ya matawi huko tutakutana hapa chini ya mratibu wetu Shabani Mgonjwa wa hapa Dar es Salaam na Pwani kuandaa hizi. Kwa hiyo andaeni timu. Siku tutatangaza hapa tawi la Tandale mnaumana na tawi labda la Mzinga Kongoe. Tutawaambia tunakwenda kucheza wapi, tunakutana. Lengo ni kutengeneza ukaribu zaidi, kuhamasishana wanachama kujiunga na kuwa pamoja kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo matawi tujiandae. Tutakuwa tunatoa programu hizi na tutakuwa tunawatembelea kwa ajili ya hizi mechi za hapa na pale. Lengo ni kujenga ukaribu kama nilivyosema, na tujadiliane kuhusu maandalizi ya Al Ahly. Kipengele muhimu sana ndugu zangu wana Yanga. Kipengele muhimu sana, na hii tunaofanya kutembelea matawi, hii tunacheza mechi, it's not for fun. Moja ya ajenda ambayo tunakuja nayo ni kuweka sasa mipango yetu vizuri kuelekea mechi ya Ahly. Hiyo mechi ni mechi dume na ni mechi mbili, home and away. Tunaanza kwao, wanakuja kwetu. Kwa experience ya Champions League, hizi mechi za 3 na 4 zinaweza kukupa picha kama unakwenda au unabaki. Experience ambayo niko nayo kwenye Champions League. Kwa hiyo ikitokea tumetangaza kwamba tutakuwa tupo labda Kongoe, tuko Sinza, tuko Mbande, tuko sijui Mbezi, mjue tunakuja kukutana, tutazungumza, tutacheza mechi zetu hizo. Lakini msingi wa hayo ni kuanza maandalizi mazito kuelekea mechi mbili za Al Ahly. Sisi Yanga hatuja qualify bado. Na asitokee mtu akatudanganya. Hatuja qualify. Bado hatuja qualify. Pointi 4 bado kabisa hatuja qualify. Bado, na tupo katika kundi gumu. Kundi gumu kweli ambalo lolote linaweza kutokea wakati wowote. Unaweza kusikia tu nimepigwa la mgambo tayari wewe ndio upo chini unashika mkia. Kundi letu halitabiriki. Sisi tumekwenda pale Algeria, tumepata suluhu na JS Kabylie. Mechi iliyofuatia ya ligi, JS Kabylie kamshona mtu goli 7. Zile hasira mliona kama mpinzani hivi mwepesi. Zile hasira kwa JS Kabylie, mechi iliyofuatia ya ligi kamshona mtu goli 7. Mimi nilikuwa nafuatilia half time goli 5 nikazima laptop. Tusitishane hapa. Kazima laptop mapema. Chuma 7. Tupo katika kundi gumu, kundi zito. Kwa hiyo pointi 4 hizi zisitudanganye tukarelax. Tusirelax. Bado tuna kazi ya kufanya ili tuweze kwenda hatua ya robo finali. Na hiyo kazi ya kuifanya sio Pacome, sio Dube peke yake. Ni kazi ya kufanywa na wanayanga wote. Kwenye levu ya matawi, levu ya wanachama, levu ya viongozi, ni lazima tuanze maandalizi. Tujue tunapita njia zipi, tunapita chocho lipi, tuweze kuvuna kitu kwa Al Ahly. Yaani tukivuna kitu kwa Al Ahly hizo mechi mbili, naamini kabisa panapo majaliwa Mwenyezi Mungu itakuwa sisi tumeshakuwa kwenye sehemu nzuri either ya kwenda au tumeshakwenda kabisa robo finali. Ni hizo mechi mbili tu za Ahly. Sasa hivi tunavyowaza sisi hivi ndivyo hivyo Ahly naye anawaza hivyo kwamba hizi mbili na Yanga hizi mimi nichukue pointi zangu nikae kileleni nifuzu. Mechi za mwisho nicheze bila pressure. Ndivyo iko hivyo. Kwa hiyo ni mechi ambazo zimekaa kimtego. Wale Farabat na JS Kabylie na wao hivyo. Wana mechi zao mbili lakini masikio yao, macho yao ni mechi ya Yanga na Ahly. Kitakachopatikana kwenye hizi mechi mbili, yani hizi pointi 6, kama atavuna mmoja zote, mmoja atavuna 4, tutagawana 3-3. Ndio itawapa taswira Farabat na JS Kabylie nini wakifanye kwa mechi zao nyingine mbili za mwisho. Kwa hiyo it's very tricky. Bado tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yes, lazima tujipongeze na tushukuru kidogo ambacho tumekipata, lakini bado target yetu ni tuende hatua ya robo finali.
Robo finali hauendi kwa kushinda mechi moja na sare mechi mbili za kwanza. Nimetoa mfano sehemu last season tulikuwa na pointi 8 sisi. Yaani maana yake tulioga na Mjini hatukwenda. Simu iliyopita pointi 8. Tulioga vizuri kabisa. Lakini hatukwenda Mjini. Ukifanya research utagundua kwamba tulianza vibaya. Mechi mbili za kwanza tulifungwa na Al Hilal, hapa tukafungwa na MC Alger. Tukaanza vibaya, pengine tukashindwa kuqualify. Kila mtu ana nadhari yake. Mwingine anasema tungempiga Al Hilal hapa nyumbani tusingekuwa na ulazima wa kusubiri mechi ya mwisho dhidi ya MC Alger. Mwingine anasema ile mechi ya mwisho ile ya nyumbani tungeweza kufuzu. Lakini ndo hesabu za ninge hizo. Sasa hivi tumeanza vizuri, alhamdulillah, tuna pointi 4. Sasa isiwe tena mkosi, tunaanza vizuri tumaliza vibaya. Mungu atuongoze tuanze vizuri inshallah na tumalize vizuri.